Vita huwa sio dhidi ya mwanadamu na shetani. Vita huwa ni dhidi ya mwanadamu na mwanadamu mwenyewe, kwa maana ya mwanadamu katika mwili na mwanadamu katika roho. Kwa kuna mapambano kati ya mwili na roho, ni kipi kiaminike na kipi kisiaminike, na kila kimoja huwa kinavutia kwake, kikiwa na sababu maalum kwamba kwa nini kinavutia kwake. Sasa watu wengi huwa wanaamini kwamba wanapambana na shetani kwenye maisha ya kwao, na kuamini kwamba basi wanatakiwa watumie nguvu nyingi sana ili kuweza kumshinda huyu ambaye anajulikana kama shetani. Lakini ndugu yangu, naomba nikueleza kitu kwamba haupigani na shetani kwenye maisha kwako. Mara nyingi sana kila ambacho napigana nacho huwa ni wewe mwenyewe. Kwa vita ni kati ya wewe kama mwili na wewe kama roho. Roho inasimamia upande wa Mungu siku zote nimekuwa nikisema, na mwili unasimama katika upande wa mwanadamu, yaani uwakilishi wa kimuonekano hapa duniani ni mwili ambao ndio binadamu mwenyewe, lakini roho ni Mungu. Sasa roho huwa kuna kitu ambacho huwa inatoa kama sauti isikike kwenye masikio ya kwako na uielewe. Sasa akili inafanya kazi ya kuweza kuikubali ile sauti ama kuikataa kwa namna moja ama nyingine, kwamba hii sauti inafaa ama haifai kwa matumizi. Sasa pale ambapo unapokataa ile sauti na kutokuitii, ndipo ambapo unaruhusu mwili uchukue nafasi yake. Sasa hapo unapochukua nafasi mwili, ndipo unapoingia kwenye mgogoro mkubwa zaidi, kwa sababu mwili hauwezi kujiendesha isipokuwa ukiwa umeungana na roho. Yaani inasema hivi, mwanadamu ili aonekane kuwa ni kiumbe kinachoweza kufanya kazi kwa 100%, lazima ameungana na roho yake. Roho ni kitu ambacho hakionekani, mwili unaonekana. Sasa hivi vitu vi lazima viungane ili viweze kufanya kazi sawa sawa. Roho inaweza kufanya kazi pasipokuwa na mwili, lakini mwili hauwezi kufanya kazi pasipokuwa na roho. Kwa lazima viungane ili mwili uweze kufanya kazi zake sawa sawa. Kwa vita unaopambana nayo, unapambana na shetani, na unapokuwa unasema kwamba unapambana na shetani, maana yake unamfanya kuwa Mungu ni kitu kilichoko mbali sana na maisha ya kwako. Kwa hiyo muda wote unapambana kukirudisha kisogee, badala ya kufanya tu maisha yaweze kuendelea na mambo yote yakakaa sawa. Kwa hiyo unapambana na wewe mwenyewe. Usihisi kwamba kuna kitu ambacho unapambana nacho. Unapotengeneza mazingira ya kwamba kuna kitu ambacho kiko mbali, kuna kitu ambacho unapambana nacho, manake unaanza kumsogeza Mungu mbali. Anaonekana kuwa ni kitu kilichoko mbali sana, ambacho mtu anatakiwa keshe, anatakiwa afunge sana, anatakiwa ajinyime sana ili kudhihirisha kwamba hicho kitu kipo kwenye maisha yako yake. Lakini kiuhalisia Mungu yuko ndani yako na anakuongoza na kukuelekeza kila siku. Ndio ule upande wa roho anakwambia, mwanangu fanya hivi, mwanangu usifanye vile. Na hapo ndipo inapokuja changamoto ya watu wengi kuanza kusema kwamba nimeomba sana sijajibiwa, nimekesha sana, nimetoa sana sadaka, lakini sijawahi kujibiwa. Ndugu yangu, hakuna ombi ambalo mwanadamu huwa analiomba asipate kujibiwa. Kila kitu ambacho mwanadamu hukiomba kwenye maisha yake huwa anajibiwa. Sasa changamoto ni matakwa, yaani nia yako ni nini unapokuwa naomba. Wewe unaenda na matarajio yako pasipo kujali kusudi ama mapenzi ya Mungu kwenye kila ambacho unataka kukifanya. Mfano, unaweza kusema kwamba unahitaji kazi, tena umetaja na eneo husika unataka kwenda kufanyia kazi. Ni sawa, unataka kwenda kufanyia kazi mahali hapo. Je, unafikiri Mungu anafurahia ukafanya kazi hapo? Ama ipo sehemu nyingine amekuandikia kwa sababu anajua wewe unao uwezo wa kwenda kuokoa jamii mahali pengine tofauti na hapo ambapo unataka kwenda? Sababu inawezekana alikuwa anataka kwenda kufanya kazi kwenye sehemu nzuri, kwenye sehemu ya mjini, sehemu tulivu.
uko sahihi kwa mahitaji yako, lakini Mungu kwa sababu anajua wewe ukienda hapo unaweza usifanye kazi sawa sawa na kile ambacho amekiweka ndani yako. Kuna baadhi ya vitu vinaweza vikapotea kwa sababu havitatumika sawa sawa, badala yake utatumika katika kiwango kidogo, na kwa hivyo utaonekana haujatumika. Kwa Mungu anakupa sehemu nyingine, amekuandikia sehemu nyingine. Kila unapoomba hiyo sehemu ya mjini unaikosa, kila unapoomba unakosa. Umeomba karibia mara 5 hujawahi kupata, lakini kumbe Mungu amekuandikia sehemu nyingine na anataka uende sehemu nyingine ili uweze kufanya ile kazi aliyokutuma. Ndio maana wakati mwingine sema tu nahitaji kazi mahali fulani, lakini si kwa mapenzi yangu mimi, bali mapenzi yako yatimizwe. Na kuhakikishia hiyo kazi unaweza ukaipata hapo hapo, na akakupa njia nzuri ya kuweza kutumia ule uwezo na kipawa hicho nacho. Kwa hiyo jishushe chini ya mapenzi ya Mungu, kuwa chini ya kivuli cha mbawa za Mungu, halafu uone kama kuna kitu ambacho hatakupatia utakapokiomba. Kwa swala sio kwamba haupati unachokiomba, swala ni matakwa yako ambayo wewe umeandika ama unahitaji yaweze kutimia. Kuangalia kwanza nia yako kabla hujahitaji kile ambacho unakihitaji, halafu angalia na tazama uone kama Mungu hatofanya unachokiomba, kwa maana ya kwamba sikiliza sauti ambayo Mungu anakuongelesha, na hiyo ndiyo kazi halisi aliyokutuma